mwema maishani. Ninakushukuru. Ninasema ni asante. Pokea heshima Yesu. Damu ya Yesu imenitakasa. Damu ya Yesu imeniweka huru. Damu ya Yesu imenitakasa. Damu ya Yesu
Bwana makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu. Makofi kwa Bwana Yesu jamani. Tambua ukuu wake, tambua nguvu zake, tambua uwepo wake, tambua jinsi alivyo katika moyo wako. Just lift those hands to him and tell him, Lord, you are my God. And Father, you may feed me with your word. You may speak to me. It doesn't matter what you've been going through last week or in the morning. It can change your situation right now. It can change your circumstance from this moment. Just lift your hands with faith and tell him, Lord, here I am. I know that there is nothing that you cannot do for me. I know that there is nothing that is so hard before your presence. Let's ask the Lord this moment in the name of the Lord that He is going to do a new thing in your life. In the mighty name of the Lord, just worship Him, worship Him, worship Him in the Spirit. We are here to worship Him. We are here to honor Him. We are here to exalt His mighty name. He is the only God who is not disappointed. He is the only God who answers by prayer. He is the only God who answers by opening doors. He is the only God who equips you for all. Rema Shababona, Yana Bosikamana, Lord, we want to thank you for your presence. We want to thank you, Lord, for your goodness. We want to thank you, Lord, for your mercies and loving you every morning, Lord. As we stand in your sanctuary, Lord, we want to give you glory. We want to give you honor. We want to exalt your name. We want to declare your beauty in every circumstance. We want to declare your beauty in every family, in every individual that is under the sound of my voice. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Join me and sing.
Nataka uangalie wewe mwingine kumsalimia na umwambie Yesu yuko karibu kurejea. Kaka yangu, mwambie kaka yangu, Bwana yuko karibu. Bwana nini anamwambia? Kama uko tayari. Alafu wewe mwingine, nataka uangalie mwingine, umuulize Yesu akirudi leo, wewe utaenda. Muulize mtu Yesu akirudi leo, wewe utaenda. Ama mtabaki hapa ukipiga makofi. Haleluya. Kama utaenda upige Bwana Yesu kelele. Haleluya. Haleluya. Amen. Na tukiwa tumesimama hivyo, tupige Bwana makofi tunaposhukuru kwa imani yetu, tuwapigie makofi. Pigia imani makofi. In the name of Jesus. Now, I'm going to turn to somebody and tell them, welcome to your seat in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to take this opportunity to appreciate those who are watching us online. Those who will watch us later, may the Lord God bless you for always joining us and worshiping with us. And also, I want to appreciate each and every one of you who come today to lift your hands and your hearts before the Lord to give Him worship today. I believe that
This is the day that God has made for all of us, and we shall not remain the same again, because He is a God of wonders. He is a God of miracles. He is a God that delivers. Our God remembers His people. And if we remember those in the Old Testament, I want to believe that even today, God is going to remember somebody who looks like they are being forgotten, because He is a keeper of His promises. As I read the Bible always, I see God promising and fulfilling His promises in the right time. Say amen. He does not come early, He does not come late, but He comes in the right time. That's why in the book of Isaiah, chapter number 61 or 62, verse number 22, the Bible says that He makes all things beautiful in His own time. Can you tell your neighbor, God makes all things beautiful in His own time? Na kupatia guide kupigia wenzako hapo, mwambie Mungu anafanya mambo yote yanakuwa mazuri katika wakati wake. Mpe mtu hiyo Injili. Kwa hivyo asiwe na wasiwasi ati amechelewa, Mungu hajakuja wakati unaostahili, Mungu hajafanya hili, Mungu hajafanya lile lingine. I want us to be sure that our God is able to do everything in His own time. You may feel like wewe umechelewa. You may feel like things are not happening the way you want them to happen. But I came to tell somebody today that wait on God. He will come in His own time, and He will fulfill all that He has promised you as you continue to believe in Him. The Bible says that those who trust in the Lord are like Mount Zion. They cannot be moved. Those who trust in the Lord are like Mount Zion. They can never be moved. Even when things get worse, He remains to be faithful. He remains to be able. He remains to be a miracle working God. Mtu mmoja anaambia tu amen. Now, today I want us to share the word of God in the book of Psalms. And today we are sharing on Thanksgiving, or the journey of gratitude. Safari ya shukrani. Safari ya shukrani. Because many times we forget when the Lord does something to us. We are bound to come before Him with thanksgiving. And that's to do your thanksgiving in many ways. Because giving thanks to the Lord, we do it because He is good. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Kama jirani yako asemi amen, tikiza hili kidogo mwambie Bwana tuko kanisani. I want you to keep on reminding them we are in a church. And the language of the church is amen and hallelujah. Praise the name of the Lord. Hapa hakuna mitumba ya bao ama 20. Hapa ni Yesu Kristo ambaye tunainua. Kwa hiyo macho yako na moyo wako unafaa kuwa umefunguliwa na unaelekea macho yako kwa Bwana. Kama vile Daudi anasema ya kwamba I will lift my eyes into the mountains, into the hills. Alafu anauliza, where do my help come from? And he answers and says that my help comes from the Lord, who is the creator of the heavens and the earth. Even if kama msaada wako unatoka kwa yule aliyekumba nchi na mbingu, ni nini hilo ambalo unaona ni kama ni nzito? Ni lipi hilo ambalo unaona ni kama haliwezekani? Nataka kuangalia mtu sasa hivi, mwambie kwa imani mambo yote yanawezekana. Kama huyu anataka maana
imani, angalia mwingine, mwambie kwa imani mambo yote yanawezekana. Kwa sababu iwapo yule ambaye aliyeumba mbingu, Bwana asifiwe sana. Sisi tunasoma hadithi ya creation, tunasoma hadithi ya uumbaji, vile Mungu alipofanya kazi, vile alipowaumba wanyama kupitia sauti, vile alipoumba miti kupitia sauti, vile alipoweka nyota kupitia sauti, vile ambavyo alivyoweka wanyama wa kila aina kupitia sauti. Na amesema ya kwamba yeye sio mwanadamu. Haleluya! Amesema yeye sio mwanadamu akasema uongo. Haleluya! Chochote alichokiahidi, yeye ni Mungu ambaye hana uhakika na anajua ya kwamba anaweza akatenda. Na ndio maana Waefeso, kama unaandika, unaweza ukaandika hivi, this is a very powerful scripture that I love. In the book of Ephesians chapter number 3, verse number 20. Inasema nini? Ephesians chapter 3, verse number 20. For God, ndani yako for God. Kama una Bible yako, fungua tusome pamoja. Kama una Bible yako, fungua Ephesians 3, verse number 20. It is a very powerful scripture. Very powerful. For you as a believer. And I want to lay a foundation before I begin to share what I am sharing today about the journey of gratitude or the journey of thanksgiving. I want to paint a picture in before you, or a picture in your spiritual eyes, in your spiritual realm, that you may understand before we get into thanksgiving that the Lord is mighty in power. The Lord is powerful to do all that He has promised. Amen. Can we start reading? Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoyaombayo au tuyawazayo, kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haya. Louder, a bit louder. According to His power, that is at work within us. I want you to look at the last part of that verse. The last part of that verse. The Bible says that unto Him who is able to do, another version, it says, to do exceedingly abundantly above all that we may ask or think, according to the power that worketh in us. Before I bring the word of God, I want you to begin to evaluate yourself as a person. What power works in your life? What power works in your life? Turn to somebody na waulize, katika jina la Yesu, ni nguvu gani ambayo inafanya kazi katika maisha yao? Because God is able to do immeasurably, hallelujah, abundantly, above all that you may think, never imagine, according to the power that worketh in your spirit or in you. That's why we are asking ourselves, what is this power that Paul is talking about when he is challenging the Ephesian church? There are things in life, there are things around your business, there are things around your ministry, there are things around your family that does not depend on who you are and what you have, but it depends on the power that worketh in your life, in every individual's life. Praise the name of the Lord.
Hebu nipungieni mkono sasa mseme amen. Hiyo amen bado ni nyonge. Sema amen ya mtu aliye nguvu. Now, that's a bit below expectation. Hallelujah. Mwambie mwenzako unahitaji upate hii what? You need to get above expectation. A-E. Hallelujah. Mwambie mwenzako get an A-E in all that you do. Above expectation. Praise the name of the Lord. And this is what I want to share today as I get into the time of Thanksgiving. Because we need to understand as believers that every time in this life, we need to have gratitude in our life. Katika maisha, sometimes we tend to come before God with thanksgiving because of the things that He has done. But I was understanding this, that all time is a thanksgiving time in your life. Ni wakati ya kushukuru Mungu katika maisha yako kwa kila wakati. Even when you are in the fire, pia ndani yako hata kama uko ndani ya moto. It is not time to murmur or complain. It is time to give thanksgiving. I stood in the Bible and I got thrilled and my expectation zikainuka sana mbele za Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Tell your neighbor, let your expectation arise above your circumstances. Mambo yako yasikuzuie. Bwana Yesu asifiwe sana. Everybody here has their own issues. Amen. Hata kama ni mume na mke, kila mtu ana mambo yake ya kimuntu, ya kipasono. Hallelujah. Hebu muulize mwenzako, wewe una mambo yako ya kipasono? Ndio unakuwa amen. Amen. Mimi nina mambo yangu ya kipasono. Mama Kale bado na mambo yake ya kipasono. Mama Maria, uko na mambo yako ya kipasono. Na pia wanakiatea hapo na mambo yake ya kipasono. Sio? Hallelujah. Grace, uko na mambo yako ya kipasono. Pia amesha na mambo yake ya kipasono. Hallelujah. Bwana Kitao hapo na mambo yake ya kipasono. Na Bwana Patricia Bwana Patricia naye hapo na mambo yake ya kipasono. Na haya mambo ya kipasono yanabiliwa nayo Mungu kipasono. Sema amen. Hallelujah. There are things that you can't collectively to deal with, but there are things that belongs to you and you alone. Tuseme amen. Na ndio maana Paulo anasema ya kwamba blessed be the Lord who is able to work, amen, in us. He works through us, through the power that is in us. Kila mtu ana nguvu ya kivyake. Na watu wengine wacha nikwambie, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Watu wengine wana mambo very complicated. Muangalie jirani yako uone kama hapa na mambo complicated. So angalia wenzako uangalie uone hapa na mambo complicated. Sio? Sasa katika all those circumstances and all those situations, we are not to complain, but ours is just to thank God for what He is able to do and what we believe He will do. Hallelujah. And what He has not done. Sometimes we may go before the Lord with thanksgiving because of the things that He has not done. And He has greater and greater things. With a lot of manifestation. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku na Mungu inafanya kazi ndani yako. Hebu mtu mmoja tusomee Waefeso 6:10. Waefeso 6:10. Ephesians chapter 6 verse number 10. I want to make this message out. I want to show you how powerful you are. And the next part, I will show you the journey of the process of that feeling of gratitude in the life
life of a believer. Ephesians 6 verse number 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Haleluya. Hapo kuna mahali umetajwa wewe. Hebu tusomee English. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Can you turn to somebody umsomee hiyo script? Somea mtu hiyo script bwana. Angalia mtu. Kama una Bible leo tutaungana. Okay. Na uko na Biblia ya Kizungu na uwezi kusoma. Acha kutoenjoy. Fungua. Angalia list. Sioni mkisomeana. Hii naona kuna namba chini, mwingine hata hakuna Bible. Somea yeye. Nasema kila mtu asomee mwenzake. Tani somea na kama hapo wageni utoe hiyo simu hapo haraka. Uniletee hapa. Amen. Yes. Praise the name of the Lord. Hi, 1, 2, 3, let's go. Read to your neighbor. Imeisha hiyo. Okay. All right. Finally, let's say it. Finally. Finally. Mwisho wa mambo yote. Amen. Uwe mtu ambaye una nguvu ndani yake Mungu. Katika mapito yote unayoyapitia, Bwana Yesu asifiwe. And there is a narrative that I want us to change as believers. There is a narrative that I want us to change as the children of God. Amen. The Bible says in the book of Luke, for with God all things are possible. Today I want you to create a positive mind, a positive eye, a positive faith in your spirit, in your life as an individual. Praise the name of the Lord. As an individual, wewe kama mtu binafsi uweze kubadilisha hiyo narrative ya shetani na kasumba zote ambazo yeye anarushia Wakristo katika nyakati za mwisho. Praise the name of the Lord. There is something that the devil is trying to put in the mind of the believers, that things are getting tougher day in, day out. Come on, somebody. You are a believer. Bible says, be strong in the Lord and in the power of His mighty. Amen. Amen. Be strong in the power of His mighty. The economy of this world does not dictate your peace, does not dictate your success, does not dictate your prosperity. Hallelujah. Our prosperity is dictated by the heavenly economy. Sema amina. Sema amina. That's why David says in the book of Psalms, chapter number 23, that the Lord is my shepherd. I shall not. Can you proclaim this scriptures one? Nimesema leo nikisomeana maandiko. Nataka ufungue hiyo Biblia yako. Somea jirani yako. Umwambie Psalms 23 verse 1. It says, wewe weka jina yako pale. Jisomee. Wewe soma kama ni wewe ambao unaongea. Haleluya. Itoe kwenye makaratasi yale. Itoe kwenye hiyo iPad yako. Na umsomee jirani yako. Umwambie hivi, the Lord is my shepherd. I shall not run. What does this mean? This means that all my life, all my circumstances, all my needs, all my desires are taken care by my heavenly Father. If you reach a point whereby you can see God in every situation, whereby you can see God in every fire, whereby you can see God in that mountain that you are climbing, whereby you can see God in those many waters, I am
I'm assuring you today, if you change the narrative of things are so hard today, and you begin to say, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord will take care of your situation. It is not about how much you want. It is not about the business you are doing. It is not about the people backing you up. It is not about who is on your side and who is not on your side. As long as the Lord is your shepherd, He will take care of your situation. He will take care of your needs. And somebody shout up in the house. Hallelujah! Hallelujah! Want you to stretch your hand to your neighbor na umwambie siwache Bwana akuwe mchungaji wa maisha yako. Uache kujitaabisha na mambo mengi. Let the Lord be your shepherd. Bwana awe mchungaji wako. Wakati wanakubali Bwana awe mchungaji katika maisha yao. Kama unakubali sio mkono juu na useme amen. Hallelujah. Listen here. David says that the Lord maketh me to lie down in green pasture. Which means your life and the life of those who do not depend in the Lord is very different. Anakufanya Kiswahili inasema ya kwamba uniuisha nafsi yangu. Amen. Not that one. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Praise the name of the Lord. As I was reading this scripture, ilikujia kwamba John, ndio maana tunaona watu wanaendanga kwenye beach, especially those in Mombasa, when it is very hot, wakienda kwenye beach. Maana hii mfano tu wa vile Mungu huwa anafanya katika maisha ya Mkristo or any believer, any person who depends on the Lord, who depends on the power of God. Hey, I like one thing that I want the Lord to say, that be strong, be strong, be strong. Hallelujah. Hebu kando neighbor na umwambie mara tatu, be strong. Mara tatu. Hiyo ni dozi ya kutosha, asubuhi, mchana na jioni. Hallelujah. 3 times 1 times 3. Mwambie tena be strong mara tatu. Si unaweza kuongea kizungu. Si umwambie no matter your situation. Mwambie no matter your situation. Be strong. Hallelujah. And don't fear. Sisi Bwana anasema katika Ibrania ya kwamba sisi tuna ujasiri ndani ya Bwana. Katika Ibrania 10:35. Sisi nani hapo pale akusomea baraka. Hebrews chapter number 10 verse number 35. It says, do not cast away your confidence in God that has a very great reward. Confidence in God pays back. Kuna watu katika Bible ambao walikuwa na ujasiri kama huu, ambaye Paulo anauzungumzia hapa. Na Biblia inasema ya kwamba hawakuogopa falme, hawakuogopa simba, hawakuogopa kurushwa kwa mtu anaitwa Farao, hawakuogopa chochote. Na katika ile hali tunaangalia mtu wa kwanza katika Biblia ambaye alifanya mambo ambayo yalikuwa ya kutisha na hakuogopa. Hallelujah. He never feared anything. His foot is ground and he said, I cannot bow down my head to worship any other image. I can only worship the true God. I will not divert my attention to any other image. All I can do is to bow to God. This was Daniel. And the Bible says they arrested him and they put him in the prison where there was lions who were fasting, who fasted for 7 days.
Ukifunga siku 7 unasikia namna gani? Hujawahi hiyo hajawahi? Week in the Friday. Ukikosa kukula siku moja unasikia namna gani? Mpaka unaanza kutetemeka na kusema bure. Unaanza kusema ushawahi? Bwana asikie sana. Hebu waulize, kuna mtu hapa akisikia njaa anaanza kusweat. Yaani unaona huyo mtu ana sweat kama anakuwa mgonjwa. Na sio ugonjwa na hata kutetemeka, anaanza kutetemeka. Lakini mpatie tu sahani ya chips na chai basi. Anarudi anakuwa amepona. Sasa Biblia inasema ya kwamba indani ya kwamba wakati Danieli alikufuru ile sheria ya falme ya kuabudu Mungu ya sanamu ambayo ilisimamishwa kwenye mti, na akasema ya kwamba mimi ninajua Mungu ni mmoja. Haleluya. Sitaabudu miungu mingine. Na maandiko yanasema ya kwamba kila siku mara 3 alikuwa anafungua dirisha yake kuelekea Yerusalemu na anaomba na anamtafuta Mungu. Mpaka watu wakamshtaki kwa mfalme. Wanasikia sana. Wakasema kuna mmoja ambaye amekataa kuitii sheria ya mfalme leo. Praise the name of the Lord. Haleluya. Wewe hauoni uzito uliokuwa pale, lakini angalia vile rais wetu ama serikali yetu ikifanya tangazo. Haleluya. Vile watu wanakuwa na wasiwasi, vile watu wanatetemeka. Sasa ile ilikuwa ni kama hivyo. Haleluya. Juzi niliona walikuwa sheria wakasema kwamba gari zote ziko miaka 4 kwenda chini zifanye registration. Ikawa ni shida kwa wananchi wa Kenya. Praise the name of the Lord. Wengine wakaanza kuungana hata waende kotini ili kuchallenge hiyo jambo. Lakini siku ile Danieli alikuwa peke yake. Praise the name of the Lord. Kabla alinashaka kamesha inawakuja, Danieli alikuwa peke yake ambaye aliamua kusimama na msimamo mmoja, na akasema ya kwamba hata kama mfalme yuko na nguvu, haleluya, hata kama mfalme akifanya tangazo aliwezi kapigwa changamoto, hili italipiga changamoto. Mimi masaa hiyo unasema ukienda kuinamia sanamu, mimi nitamuinamia Mungu wako aliye hai. Nitainama nikiangalia Yerusalemu, nitainama nikiangalia Yerusalemu, nitamuita Yehova hata kama hali yangu haikubali, hata kama hali yangu hainiruhusu, lakini nitainama na nitamuita jina la Yehova. Na Danieli alipoendelea kumuita Mungu, Mungu alimpa ujasiri zaidi. Ujasiri zaidi. Mwambie mwenzako siku tuko ndani yake tunahitaji mtu aliye ujasiri kwenye masuala ya kiroho. Praise the name of God. Sijui kama umeongea na jirani yako. Sijui kama umeongea na yeye. Ndio maana Paulo anaandika katika vipindi vya mwisho pale, anasema kwamba finally reverence, be strong in the Lord, be strong in the mighty power of his power. Let be strong. Turn to somebody and tell them, be strong my brother, be strong my sister. Hata kama siku ni chafu, be strong. Praise the name of the Lord. Hallelujah. When you are strong and you have confidence, you are able to stand and say like David, you made me to lie down in green pastures. In other words, you will have a testimony after a testimony. Utakuwa na ushuhuda baada ya mwingine. Katika malisho ya majani mabichi, unilaza kando ya maji ya utulivu, uniongoza. Haleluya. Maji ya bahari yanatibuliwa, yana misukosuko mingi, lakini watu wanapenda kwenda kukaa pale kwa sababu ya ile misukosuko, wanapata upepo safi. Sasa Biblia inasema, ndio inasema ya kwamba Mungu tukimtegemea kama mchungaji, atatuweka kando ya utulivu wa kimaisha. We will have the confidence and the calmness and the peace that we need in our life. Upepo hauna budi kuja, majaribu hayana budi kuja. Praise the name of the Lord. Kuna wakati utapita vita nyingi, lakini katika ile vita shukuru Mungu kwa sababu yeye ni Bwana wa vita. Na ukimshukuru kwenye vita yako, he will come down and make sure that you are now sing a new song and say, I am more than a conqueror
who love me. Why? Because I have met the Lord my shepherd. He restores my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Hey. Yeah. Though I walk through the valley of the shadow of death. Can you read this to your neighbor? Verse number 5. Verse number 4. Episode 9. So then, Psalm 23 verse number 4. Hii leo tatu ya leo ni tofauti. Somea ndio kama hauna muanza kuongea na lugha. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Now, nijapopita katika ya bonde ya uvuli wa mauti, Bwana asifiwe, sitaogopa mabaya. Mwambie mwenzako shida yako wewe unaogopa mabaya kwa sababu haujajielewa, haujaketi chini ya huyu uvuli wake, haujaketi chini ya uvuli wake. Unaposikia mabaya unakimbia, kwa maana wewe uko pamoja na mimi. Gongo lako na pigo yako vyanifariji. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ni vipi ambavyo tunaweza tukatoa maushuhuda kama haya wakati ambapo tunasimama kwenye ujasiri? In this I have in Christ Jesus, in this evidence that I have in my God, I can be what God wants me to be. Praise the Lord. I want to stress this in your mind, that be strong. Be strong. You might be going through challenges. You might be going through battles of life. You might be going through economic battles. You might be going through turmoils and winds against your life. I came to ask the Lord to give you new strength in this time. Like He did to Elijah. He gave Elijah a new strength. He fed him with that small pen and that water that he sent through the rapid to feed it, because God knows every bit of your life. He knew that the journey of Elijah will not be easy. He knew that there will be a lot of challenges from Jezebel. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. If you are together with me, can you lift up your hand and shout amen? Amen. Hallelujah. Now, why do we give the Lord, or why do we give thanks to the Lord? When you read in the book of David, Psalms, chapter number 107, verse number 1, the Bible says, give thanks to the Lord. Can you say that? Everybody shout, give thanks to the Lord. For He is good. His love endures forever. Now, there are two things I want us to see here. Why do we give thanks to the Lord? Why do we come to Him with praises, with gratitude in our hearts? Number one, we give thanks because it's a way of recognizing that He lives in us. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni njia moja ya kumwonyesha ama kumthibitishia ya kwamba tunaamini
ya kwamba yuko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you cannot thank somebody whom you do not believe. You can only give thanks to the person that you believe and trust that he can do more and more and more in your life. And that's why it says, give thanks to the Lord, for it is good. We want to believe, we want to trust that He lives in us. He lives in us. It works within us. It cannot change when situation changes. It cannot change when friends forsake you. Oh, hallelujah. Hallelujah. In fact, in the book of Isaiah, he says that He is holding us, He holds our hand. In the book of Isaiah 45, verse number 1. Can somebody read for me? Isaiah 45, verse number 1. Isaiah 45, verse number 1. Isaya 45 mstari wa kwanza. Haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalengeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. That says the Lord. English inasema, He says to His anointed. When you lift up your hand and say, I am the anointed of the Lord. Come on. I'm saying you lift your right hand and say, I am the anointed of the Lord. Can you lift it again and shout, I am the anointed of the Lord? And what is He saying about His anointed? Anasema nini juu ya ule mtu wa mafuta? Haya, tuendelee. To Cyrus whom right hand I am holding, to subdue nations before Him. I will loose the loins of the kings. Hallelujah. He will loose them, the loins of the kings, so that they can open gates before Him. And the gates will not be shut. Bwana Yesu asifiwe. Who is God talking about here? He is talking about Cyrus. He is not talking about an angel. He is not talking about the 24 pictures in heaven. He is talking about you and me as a person. If we can dedicate our lives and if we can recognize His power that wanted within us, we understand that we are anointed. Then the Lord says that before you, every person in authority, go on and touch them, and they can open gates for you. They can open doors for you that nobody can shut. He says He is holding your hand. I don't know whether you are getting this. Mungu anasema, Kiswahili anasema nini? Ameshika mkono ama amemshika? Nimemshika mkono wake. Nimemshika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia grace? Hapo wakati ambapo unaona ni kama mambo hayaendi vile unataka. Bwana anasema wewe ni mtu wa mafuta wake na amekushika mkono. Haleluya. Na atafanya kufungua, atashika viuno sio? Atalegeza viuno vya wafalme. Kwa nini atalegeza viuno vya wafalme? Unajua people in authority are not easily accessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono juu kama unanielewa. Au ukipunga unasema amen. Ukipunga unasema amen. Unajua kuwafikia watu wenye mamlaka, kuwafikia watu ambao wenye viti vya juu ama vile vya juu, sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
anasema ya kwamba kwa sababu wamemtambua, haleluya, na wametambua ya kwamba mkono wake unafanya kazi katika maisha yako, unampa utukufu kwa mambo yako, anasema ya kwamba atavilegeza viuno. That those people in authority, it will make them accessible for you. Atawafanya uweze kupata njia ya kuingia kwao. Na let me tell you, ukiingia kwa mfalme, uingie kwa rais, uingie kwa gavana, uingie kwa MP, uingie kwa mtu wako kwenye mamlaka, maisha yako hayawezi yakabaki vile tena. Wewe ikawa umeishi maisha ya kuteseka kama vile Yusufu aliteseka, pamoja na ndugu zake wakamfunga, wakamchukia, wakamsema mambo yote mabaya, wengine wakamlaani, wakasema huyu hafai, anashinda kutuambia yuko na ndoto. Wakati malango yako yanapofunguka mbele za watu wenye mamlaka, haijalishi hali yako imekuwa kali, lazima ibadilike. Nasema lazima ibadilike, na anasema hiyo milango itafunguliwa kwa sababu ya anointing ya Mungu juu ya maisha yako. Sema amen. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Hallelujah. I want you to look at this in your life. Amen. Just look up to me. Niangalie tu. Angalia tu. Anapoinama inapita tu. I want you to look at your life. There are small, simple things that God passes you through. And sometimes we take it for granted. Tunaichukulia mtuza. Tunaichukulia tu kawaida. Tunaona ya kwamba hii imefanyika tu na ikafanyika tu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. There are small, simple things that God does in our life. You know, there is somebody here waiting for a big miracle so that he can come before the Lord with thanksgiving. I want to encourage or beseech you by the mercies of God, even a small things. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Kuna mtu hapa ashawahi mwanamke. You have been beaten by your king. Umeuma, wakati wa mchawi mwanamke wako. Almost kila mtu. Bwana asifiwe. Wakati huo ilikuwa inakuuma. Unamwambia Mungu hivi ndio ikiacha kuniuma. Haleluya. Itafanya nini? Mwingine kwa sababu mema ina tabia mbaya ya kuuma usiku. Mwingine analala anasema asubuhi nitaamka nimeenda kwa daktari. Ukiamka asubuhi ile mema hayumi. Unashinda mchana wote. Usiku ikifika unaanza kupeana vows na promises kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu, kama unaweza nitolea hii uchungu. Hallelujah. Sasa I was looking at this nikaona ya kwamba there are small things ambazo ufanyike katika maisha yetu. We never tell the Lord thank you. Thank you. Bwana asifiwe sana. Can you look at your life and look at those small things? Because today I want to lead you. You say thank you to God. Many people think that giving thanks to the Lord is what we call all when you come with money in the altar and you say, "This is my thanksgiving sacrifice or offering." Let me tell you, we can give thanks to the Lord in different ways. There is that simple thank you to the Lord.
It counts a lot. Amen. In the book of Ephesians, the Bible says, be anxious for nothing, but in prayer and thanksgiving. Praise the name of the Lord. By prayer and thanksgiving, let your request be known unto God. Don't wait until you get a substantial fee to bring to the altar to tell the Lord, thank you. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hata kwenda hospitali na kupata mtoto na unatoka ukiwa mzima na mtoto akiwa mzima, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Praise the name of the Lord. Haleluya. Siku na wengi wanaingia na wanatoka, either atoke ana mtoto ama yeye mwenyewe anaenda. Naongea na watu hapa. Lakini wengi tunaona it's our right. Praise the name of the Lord. Yaani ni right yako kwenda hospitalini upate mtoto na urudi na yeye akiwa mzima nyumbani kwako. It is your right. Those are some of the simple things you need to recognize that it is not by the doctor's hand. It is by the hand of the Lord. The Bible says that give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Hallelujah. God is not like a man. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba leo hii nikimfanyia kitu John hapa afurahi sana, atasema asante. Lakini siku ile tutapata kidogo, hata hiyo nilimfanyia akasema asante, anaisahau. You know, we are human beings, but God is different. Praise the name of the Lord. That's why we are saying, be strong in the Lord and in the power of His might. Sema amen. Sema amen. Why do we thank God? Do we thank God because we have victory? Do we thank God because we are blessed? Do we thank God because we have protection? Hallelujah. Do you know hata kutoka kwako lisani kama hapa limegharimu kutoka hapa? Hallelujah. I want you to look at the simple things that God has done in your life. Na ukiwa na moyo wa shukrani, inakuwa ni kama kifunguo cha kufungua muujiza unaofuata. Bwana asifiwe sana. Some beliefs that we see in our life, it is because we never take time to come before the Lord. And somebody talk to that mama there and hallelujah. Praise the name of the Lord. Kuna vitu lazima tuangalie katika maisha yetu, zikiwa ndogo ama zikiwa kubwa. Let us make sure that we take an opportunity to come before the Lord. Jesus asked a question in the book of Matthew, ambapo aliletewa wale wenye ukoma 10, na Biblia inasema ya kwamba akawaponya wote, na walipopona 5 wakaona ni haki yao, wakaona hii ilikuwa ni lazima tupone kwa sababu tumekutana na Yesu. Lakini Yesu aliposonga to the next station, akauliza wale 10 ambao niliwaponya walirudi kuja kutoa shukrani. Walimwangalia mitume wakaona ya kwamba out of the 10 only 5 came back to say thank you to God. So there are small things that we need to come before, not before your pastor, not before your bishop, not before your apostle, not before the leaders of the church, but before God. It is a matter of the heart. And that's why I say it is an individual thing. There are all things that happen collectively, maybe in a family. That one you need to come as a family. But if the Lord does something for you in your place of work, in your place of business, in your life, in your family, you need to come before Him, even without money, and lift your hands and say, Lord,
I thank you, because if it were not for your goodness, if it were not for your mercy, if it were not for your love that endureth forever, I don't know what I could be today. Hallelujah. Thank you for amen. So number one, you thank God for His goodness. When I talk about goodness, I'm talking about His works, matendo ya kazi ya Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Hebu uliza mwenzako, wewe unafikiria hapo umeketi sasa hivi unapumua, hakuna mahali pa kuuma. Unaona kama ni jambo la kawaida? Every morning when you wake up, tell the Lord thank you because my bones are intact. Unakuta aliamka asubuhi, na ikifika saa 3 miguu imevunjika ama mikono imevunjika. Ameangushwa na bodaboda, ameangushwa na gari. Kuna mwingine ametoka nyumbani akakutana na mambo ambayo yamtisha maishani mwake. But here you are, praise the name of God. I want you to be full of gratitude in your heart. Every time you give thanks to the Lord opens a bigger door for you in order to come again, for you to come again and say thank you to Him. Whenever you say thank you to God, even in your simplicity, God makes sure that He does a bigger thing in your life so that you can come and testify and give thanks to Him. Pia mwenzako ishi maisha ya kumshukuru Mungu. Hata kama mahitaji ni mengi namna gani na kuna moto umewaka namna gani, in that fire, don't complain, don't murmur. Lift up your hands like Shadrach, Meshach, and Abednego and begin to sing the song of the Lord rather than speaking the language of the world in that fire. Praise the name of the Lord. Hallelujah. How do we conquer the economic status of our nation or our pockets? We can only overcome the economic status in our pockets, in our businesses, in our homes, when we know the secret of thanksgiving to the Lord. Thanksgiving to the Lord. Amen. If today Viatan sent me 100 shekels in my phone, and I don't respond and say thank you, will he see the need of sending me another day? I'm talking to you people. If John sends me 1,000 shekels, and I don't a small message and say thank you without more explanation, will he see the need of sending me even 50 bob another day? Hallelujah. So, if God opens a door for me or for you, and I take it as my right, if you see it as your right, and you don't have time to tell God thank you, know that you are blocking your doors for a bigger blessing, for a bigger miracle, for a bigger opportunity, for a bigger gate. He said He will open the gate. But how do we maintain them to continue opening every hour, every day, every minute, every praise the name of the Lord? It is by knowing the art of thanksgiving. There are many people who does not know that. Hallelujah. They take it as their right. Yaani chochote unachokifanywa na mtu na uzidi kushukuru, basi jua ya kwamba unafunga mlango wa kusaidiwa tena. Hata leo hii kusaidia na nione hauna asante, ukuje hiyo siku nyingine nikusaidie, nione hauna asante, hiyo siku nyingine ukikuja sitakusaidia. Ila wale barikiwe. Wakati wanaelewa vile ninasema, wengine hawaelewi. Wakati wanasema vile ninasema. When we understand the secret of thanksgiving, we are receiving an experience
evidence of miracles after miracles. Give thanks to the Lord, for it is good. Number 2, we give thanks to the Lord because He is a wonderful God who does wonderful things. God can never do what you are able to do. Mungu hatafanya kile ambacho wewe unaweza kufanya. God will only do that which is greater that you cannot do by yourself. We give Him thanks because of His wonderful works. Matendo yake ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako tunashukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake ya ajabu. Matendo ya ajabu. Wonderful works. We give Him thanks because of His wonderful deeds. When you read in the book of Psalms 9, verse number 1, I just want to put that scripture there. I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. True thanksgiving comes from the heart. Do not thank God only in words. Let your heart remember His faithfulness and His deeds. You can also tell others of what God has done in your life. Because your testimony is an act of thanksgiving. When you give your testimony to Him, when you stand before the congregation, the church, or in a fellowship, and you tell people of what God has done in your life, you are getting out of the sea, and you are allowing God to be seen Himself in all that has happened. Praise the name of God. Hallelujah. Hallelujah. You know, God can do something in your life. Not because you qualify, but because He wants to shake the qualified. Say amen. Number 3, give thanks to the Lord in all seasons. Patie Bwana shukrani katika majira yote. In the Thessalonians chapter 5, verse number 18, if you are right. First Thessalonians chapter number 5, verse number 18. Paul says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. It is the will of God that every man, every woman that experiences the power of God of miracles in their lives, they give thanks for everything. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ninaona kuna watu wameketi tu hapa. Hata akiamuka hana hata time ya kumwambia Mungu asante kwa sababu nimelala nimeamka. You know, we are living in a very funny days whereby people sleep and they don't wake up. Am I putting a point in your heart? Hello? We are living in a very funny times and seasons whereby you part ways today, and tomorrow you will hear another story of that person. We need to get it in our heart that everything happens for good in our life, and any small or bigger thing that happens, God demands we give thanks. God demands, Mungu anataka tumpatie shukrani kwa hayo mambo madogo, hayo mambo makubwa, hayo hata ambayo wewe hauyaoni kama ni mambo ambayo yamefanyika. God demands that we give him thanks.
Sema amen. Sema amen. Let me tell you this. Bwana sasa. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Tulipokia tulikuwa tunajua useme amen. Hiyo amen bado imenyongeka kidogo. Siongeze nguvu kidogo. Hiyo nasikia kama ni amen ya watu watatu. Hiyo ni ya mtu mmoja. Hiyo ni ya watu wawili. Hiyo nasikia kama ni watano. Hao sasa wamepungua wako wanne. Wameongezeka wamekuwa 7. Nasikia kama hapo mko 10. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Now, you see when we say amen, ni kushukuru kwa sababu tunakubaliana na kile kinasema. Praise the name of God. Now, giving thanks. Sometimes it is easy when everything is going on well. Sindio? Bwana asifiwe. Hallelujah. Si wakati mambo inaenda vizuri, kushukuru Mungu ni rahisi. Sindio hizi? Wakati kuna kitu mfuko sawa, mfuko imejaa. Sindio naye unakuwa na shukrani nyingi sana. Sindio? Hata bila yaani inakuwa bila oda. Bila oda. Hata ukitembea kwa barabara. Amen. Bwana sasa. Unasikia tu sema asante. Lakini ngoja uanze kupanda na ulima namna hii. Praise the name of the Lord. Hello? Ngoja mambo ikauke wiki mzima ufungue biashara na hakuna kitu inaleta. Hallelujah. What do you do? You give thanks for that opportunity he has given you to be in business world. Unampatia Mungu shukrani kwa sababu amekupatia nafasi ya kuwa kwenye biashara. Halo? Ama unasema sasa Mungu bora umeniajiria, unakuwa kama nani alikwambia Mungu hivyo? Mungu wangu bora umeniajiria. Yaani kipindi kama hicho hata Yesu mwenyewe alifika. Bwana sasa. Unaona mali anamwambia baba yangu, bora umeniacha. Kikombe hiki kimekuwa kizito. Haleluya. Lakini akamwambia nitakunywa. Mapenzi yako yatimie. Praise the name of the Lord. So, giving thanks when things are very, very good, all going well, it's very easy. People gratitude continues even during difficult times. Shukrani za kumaanisha zinaendelea hata wakati ambapo unapanda hiyo mlima. Unamwambia Mungu asante kwa sababu ya mlima huu. Ulikuja kunitengeneza nipate nguvu ya kupanda mlima. Praise the name of the Lord. Hata huo mlima nikaupanda. Na nitakapofika pale juu, shukrani zote zikurudie wewe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You give thanks even in difficult time. Hallelujah. When you give thanks in pain, it doesn't mean that pain is good. Hallelujah. It doesn't mean that pain is good. But when you give thanks to the Lord, it means that you are recognizing the Lord in that pain, and He is the one who is able to get you out of that pain. Somebody say amen. Somebody say amen. Instead of asking the Lord, why me? Also ask, Lord, what are you teaching me? Badala ya kwenda mbele za Mungu na kuanza kulalamika katika mambo mazito, yaangalie kwa macho inua macho yako juu. Katika hali nzito, angalia mimi. Wakati unapita mambo mazito, uone njia au uone mlango. Moto unawaka nyuma na mbele. Maadui wako kila upande. Haleluya. Umesekenywa mpaka ukasikia ni kama dunia hii haikutaki kuishi. Praise the name of the Lord. I want you to ask the Lord at that time, God, what are you trying to teach by bringing these enemies in my life? By putting me in this challenge? By putting me in this fire? Lord, what are you trying to teach me? Praise the name of the Lord. And when you get out of
of God, you can never make mistakes when you are in pain. Because many times we make very stupid decisions when we are in circumstances that doesn't favor us. But I want to encourage you today, even in that situation, no, you can be in the timing of God. There is something that God wants to do, and we want you to step in that pain, so that when you get out of that pain, you will be an encourager to other people, all to the nations, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Is there anybody here who is remembering something that God has done in their life and they have not given thanks to Him? Amen. If today you have a business, thank God. Because many people are closing down. Hallelujah. Hallelujah. Si mnajua hilo? Si mnajua hilo? Kama uko na familia, shukuru Mungu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Si mnajua mambo ni mengi sasa hivi. Kama uko na familia, shukuru Mungu. Sema amen. Hallelujah. Kama uko na watu wanakupenda, wachana na wale wanaokuchukia. Niambie amen na Mungu. Ndio mwenzako kumwambia wachana na wanaokuchukia. Kama kuna wawili wanakupenda, mmoja watatu, wachana na wanaokuchukia. Sema amen. Maana wanaokuchukia ni wazuri wa kuwepo pale. Praise the name of the Lord. Si Mungu anasema ya kwamba anaitengeneza meza mbele ya maadui zako. He prepares a table for you before your enemies. So this means, as long as you have two people who love you, wale maadui wakae pale ndio meza ziendelee kutengenezeka. Bwana asifiwe sana. Ili wakikuona pande ile nyingine wanabiashara, wakikuona mambo ile nyingine, ile kiwivu walikuwa nacho kiwakule kama mchwa. Praise the name of the Lord. Alafu wewe na wale wanaokupenda endelea kusherehekea matendo ya Bwana. Sema amen. It is good to understand that in every situation God has been on your side. Amen. Nasema uelewe katika kila hali. Hata hiyo umetokea asubuhi ya leo, Mungu ako pamoja na wewe. Amesema kwa Cyrus, amesema kwa his anointed, na amemshika nini? Mkono. Wewe ni nini kingine unataka? Praise the name of the Lord. Amekushika na mkono wa Mungu mwenyewe. Mungu amekushika na mkono wake. Achana na wale ambao wamekuachilia mikono. Hata ukienda kushika wachana. Praise the name of the Lord. Mungu amekushika mkono. Hata ukitembea na maligo kidogo. Yaani, if God can shika you mkono, who else can disturb your mind that wamekuachilia? Praise the name of the Lord. And this is what I was feeling. When God is holding your hand, victory is sure. When God is holding your hand, breakthrough is sure. When God is holding your hand, battles becomes easy. When the Lord is holding your hand, victory becomes your portion in the name of Jesus. As I finish this message today, I want you to understand this. It is also good to thank God. Sikiliza hii ya mwisho, hii inakupa ya mwisho. Hii inakupa ya mwisho. Ni vizuri. Psalm 106:1. Ni vizuri kumshukuru Mungu kwa vita ambazo wewe hauzijui. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Shukuru Mungu kwa sababu kuna vita amekushindia usiku ukiwa umelala. Kuna vita amekushindia ukiwa hautambui ama haujui. Shukuru Mungu. This book is Psalm says, let me say, oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Hallelujah. For His mercy endures forever. Then it is a good example of a man who was full of thanksgiving in every step of his life. In any season, David used to give thanks and praises to the Lord. Amen. Hallelujah. What do you do when you are in the fire? What do you do when you are going through tough times? I came to challenge you in the name of Jesus
Give them to the Lord, for He is good. His mercy endures forever. Every time, keep this in mind, that His mercy is love enduring forever. Can you stand on your 2 feet in the name of Jesus? We pray. Lift your voice to Jesus and tell Him, Lord, here I am today. I desire to experience your mercies as I do thanks. Na kama kuna jambo haunajua liko ndani ya moyo wako, Mungu amekufanyia na utawahi mwambia asante. Hata leo hii uliamuka ukaamuka vibaya, lakini Bwana anakusaidia mpaka hapo. Nataka uinue mikono yako juu, mwambie Bwana asante. Lift your hands to the Lord and tell Him thank you. I don't want you to pray for anything. I just want you to tell the Lord, thank you for the victory, thank you for the blessing. And if there is something that you can remember that you never said thank you to the Lord after He did it to you, mwambie Bwana, ninaomba unisamehe, maana sijawahi shukuru kwa sababu ya jambo hili, lakini leo Baba ninasema asante. Ninasema asante kwa sababu uliipenda, si kwa nguvu yangu ni ambapo ilifanyika, lakini Bwana kwa rehema zako na nguvu zako umenitendea. It is the opportunity to give thanks to the Lord. I will not tell you what to tell God. Lakini wewe ndio unajua ni nini ambacho unapaswa kumshukuria Mungu. What are you thanking Him for? Si kila mtu kuna jambo Mungu amekufanyia. Liwe ndogo ama liwe kubwa. Lingine liwe na jina ama lisiwe na jina. Simwambie tu Bwana ninakushukuru. Ninakushukuru Bwana. Ninakushukuru maana hata